Nimevumilia vya kutosha, nimekaa miaka ya kutosha. Ukihesabu mwaka mmoja mpaka 21 si jambo dogo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mwaka jana tulikuwa kwenye maombi. Sisi kama Kinondoni Revival Choir kila mwaka huwa tunazindua mwaka kwa maombi. Tulikuwa mahali pale kwa Dr. Mackenzie, nikamwambia, nilikuwa miongoni mwa wanenaji. Nikamwambia Dr. Mackenzie, huu wimbo ulikuwa na maana gani? Kufika sehemu kasema, vumilia kidogo, Samueli atazaliwa. Mimi kwenye ndoa yangu nina miaka 20 sijapata mtoto. Hii kidogo ina maana gani? Kwa nini usingesema vumilia sana, Samueli atazaliwa? Tumeimba huu wimbo kwa watu mbalimbali, wana ushuhuda na huu wimbo. Tumeimba Kenya, tumeimba sehemu mbalimbali. Baada ya kurudi walionyesha watoto. Mimi, kwa nini usifanyike kwangu? Napokuwa ninauimba wimbo huu, kwa nini usifanyike kwangu? Siku hiyo tuliomba, wanakwaya walilia kweli kweli. Kumbe Mungu ni wa ajabu. Sema amen. Mwezi huo mke wangu akapata mimba. Haleluya! Tumepitia mambo mazito mno. Tunamshukuru Mungu, hatuweza kukana imani. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 30:11, amegeuza matanga kuwa machezo. Sasa hivi tunafurahia watoto mapacha. Tumepitia masimango mbalimbali. Nakumbuka siku moja mke wangu akiwa yuko saluni siku ya Jumamosi, nikawa napita, mke wangu yuko saluni. Wale wadada wa saluni wakasema, unamwona baba huyo anaseka, hana mtoto. Mke wangu kuangalia hivi, si wanasema mume wake. Mke wangu alichukua simu, anajifanya anachezea simu, kumbe ndiye anaondoka. Akanikuta nyumbani, akasema, mume wangu walikuwa na kusema kule saluni. Akalia kaumia. Nikamwambia, mke wangu usiwe na shida, ipo siku Mungu tunaikuja atatukumbuka. Siku moja na mimi tena pale kwangu, mimi nakaa Tegeta, nina wapangaji wakawa wameondoka. Mke wangu akaniambia, kuna dalali mmoja huyu anahitaji, huwa anatutafutia wapangaji. Nikampigia halo. Nikasema, hapa kwangu kuna chumba. Akasema, nani? Nikasema, hapa kwangu karibu na ghorofa. Akasema, ni kwa yule muha asiyezaa. Mpaka madalali wanajua kwamba pale kwa muha asiyezaa kuna chumba. Ni mateso makali ambayo tumeyapitia. Nakumbuka wakati mke wangu amejifungua na kwenda kuchukua zile kadi za watoto, daktari mmoja akawa ananiambia, mzee, bado naendelea kuzaa? Ndio, bado naendelea kuzaa. Au na mke wa pili mdogo? Nikamwambia, hapana, huyu ndio mtoto wangu wa kwanza. Anasema, umechelewa wapi? Nikamwambia, nimekaa miaka 21 sijapata mtoto. Yule daktari akalipuka akasema, ingekuwa mimi nisingeweza. Mwingine akasema, umevumilia kiasi hicho namna gani? Mwingine akasema, ingekuwa mimi nisingeweza. Nikaanza kuwachapa Injili. Tunapokuwa na Yesu huwa hatukati tamaa. Naomba niwatie moyo mkutano, usikate tamaa. Kwenye ndoa, kama umechelewa kupata mtoto, bado nipe muda tu. Usifike sehemu kakata tamaa. Kwenye ndoa yako una mwaka mmoja, una miaka miwili, una miaka mitano. Nimekaa miaka 21 sasa hivi